Ujambo mtazamaji wa Issa News mahala popote ulipo, karibu ili niweze kukupasha yale ambayo yamejiri humu nchini. Rais William Ruto ameweza kupokea masharti matatu kutoka kwa uongozi wa chama cha ODM baada ya kuwa na tofauti kati ya taifa la Kenya na lile la Tanzania. Siku chache zimepita, kumekuwa na tofauti kati ya Kenya na taifa la Tanzania baada ya wanaharakati wa Kenya kuchukuliwa na kupitia mateso kutoka kwa kundi ambalo linasemekana ni kundi la maafisa wa polisi kutoka serikali ya Tanzania ambao inasemekana walimtesa Mkenya Boniface Mwangi na mwenzake kutoka taifa lile la Uganda ambaye anajulikana kama Agatha. Wanaharakati hao walikuwa wamefika nchini Tanzania ili kusikiza kesi ambayo inamkabidi kiongozi wa upinzani nchini Tanzania ambaye anajulikana kama Tundu Lissu. Sasa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ambaye pia ni katibu mkuu wa chama cha ODM ameweza kutoa masharti matatu kwa Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza. Sifuna kwenye mtandao wake wa X ameuliza serikali ya Rais William Ruto kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya serikali ya Tanzania kwa mateso aliyoyapitia Mkenya Boniface Mwangi na Wakenya wengine akiwemo kiongozi wa chama cha PLP, People's Liberation Party, Martha Karua ambaye aliweza kurudishwa nchini kutoka Tanzania wakati alikuwa ameenda pale kusikiza kesi ya Tundu Lissu. Sasa Sifuna anasema hivi kwenye mtandao wake wa X: ban the entire CCM leadership from visiting our country. Second, withdraw from joint hosting of CAF with the dictatorship in Uganda and Tanzania. Thirdly, move the EALS annual conference, mkutano wa East African Law Society ambao ulikuwa ufanyike huko Zanzibar. Sasa anasema uweze kuondolewa kutoka huko Zanzibar. Anazidi na kusema hivi: withdraw that fake apology and demand that Tanzania apologize to us instead. Hayo ndiyo Sifuna ameweza kuzungumza na kusema kwenye mtandao wake wa X, akimwambia Rais William Ruto kwamba kwanza aweze kufunga kuingia kwa viongozi wa CCM kutoka Tanzania kucha nchini Kenya. Jambo la pili, taifa la Kenya liweze kujiondoa kwenye mashindano ya CAF ambayo yanashirikisha mataifa haya matatu ikiwemo Uganda na Tanzania. La tatu, akasema kuwa kuna mkutano ambao unapangwa kufanyika huko Zanzibar wa East African Law Society, akasema uweze kusitishwa usifanyike huko Zanzibar, kama inawezekana uweze kuondolewa ufanyika mahali pengine. La mwisho akasema kuwa ule msamaha ambao Rais Ruto aliweza kuomba kwenda Tanzania aweze kuwithdraw na badala yake taifa la Tanzania ndilo linafaa kuomba msamaha taifa la Kenya. Hayo ndio Sifuna ameweza kuyaweka pale kwenye mtandao wa X, akimuuliza Rais William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza kuyatimiza ama kuyatekeleza. Sijui mpenzi mtazamaji, wazo lako ni lipi kuhusiana na ujumbe huo wa Edwin Sifuna kwa serikali ya Kenya Kwanza na pia Rais William Ruto? Je, unakubaliana na Edwin Sifuna kufuatia hayo maagizo ambayo ameweza kuyatoa kwa serikali ama namna gani? Utaweza kutuachia ujumbe hapo chini kwenye comment section, tutakuwa tunazidi kupitia jumbe zenu. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kwa sasa. Nitarejea tena baadaye kwenye kanda inayofuata. Niwashukuru wale wote ambao mnazidi kutazama kanda zetu na pia kusubscribe kwenye channel. Ombi langu kwa wale ambao bado hamjasubscribe, uende kawe ni mgeni, nasema karibu, na nakuomba tu uweze kuponyeza kidude ambacho kiko hapo chini kimeandikwa subscribe na pia kengele ambacho kiko kando yake, ili punde tu tunapoweka kanda mpya kwenye channel hii utaweza kufahamishwa ama kupata alert kwamba tumeweka kanda mpya na unaweza kuitazama. Pia unaweza tusupport kwa kushare kanda zetu kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Facebook na WhatsApp ili tuzidi kujuza wengi pale nje. Asante na bye bye, tukutane kwenye kanda inayofuata.